Ndio naibu wangu katika kuongoza serikali. Hii ndio kanisa ya serikali. So ile umesema mwenyewe hakuna option. Sasa unandamana tu hapo ndani, si ndio? So tuendelee namna hiyo na Mungu atatujalia. Mimi pia ningependa kutoa shukrani kwenu. Hii holy oil, kabla hatujaenda uchaguzi 2022, nyinyi mnajua tulikuwa pale Nyeri na nilikuja, si ndio? Nilikuwa na msukosuko kidogo, lakini nilikuja pale, na kwa sababu ya maombi yenu na hii mafuta ya olive oil hii, si mimi ni rais wa Jamhuri ya Kenya leo. Si Bwana Yesu asifiwe jameni. So I am a beneficiary, and I want to tell you kwamba kwa sababu hiyo na maombi yenu, mama wetu chair lady hapa amesema mnaombea taifa letu la Kenya na mnaniombea, na sasa zingine hamjui kama hiyo maombi inafika ama haifiki. Wacha niwapatie hakikisho, maombi mnatuombea inafika. Kazi mlionipa inafanyika. Hiyo ya kilimo tulikubaliana na nyinyi inasonga kusonga. Ile mbolea ilikuwa 7,000, sasa ni 2,500. Ile unga ilikuwa 200, imeteremka chini. Kahawa, bei ya kahawa mnajua, hata nyinyi watu wa Meru mnajua bei ya kahawa. Ilikuwa 40, 50, saa hii iko 100 kwenda mbele. Bei ya chai imepanda juu. Sukari huko Western Kenya tutawacha hata kuagiza sukari. Kazi hiyo nimeona baraka ya Mungu katika kazi mlinionipatia. Tunaelewana jameni? Kazi hiyo ya masomo ya watoto wetu, tulikuwa na changamoto kubwa ya CBC, walimu hawako wa kutosha. Mungu ametujalia, tumeajiri the largest number of teachers, 76,000 teachers in 2 years. Mungu ni wa ajabu. Zile barabara ambazo zilikuwa zimekwama Kenya hii, Mungu ametujalia, wiki 2 zilizopita tumelipa zaidi ya bilioni 60 kwa hizo barabara, na mtaziona. Mungu ametujalia. So mimi nataka tu niwahakikishie hiyo kazi mlionipatia kwa maombi yenu na kwa kura zenu, mimi nitafanya na bidii na kujitolea, na itafanyika, na tutamwaibisha shetani. I promise you. Sikuwe na wasiwasi. Mimi nataka niwaulize katika maombi haya ya leo, kuna mahali nataka usaidizi kutoka kwenu. Kwa sababu hapa Meru tulikuwa na changamoto ya kukosekana kwa amani na umoja. Mungu ametubarikia, sasa Meru imesimama pamoja. Vile Mungu alitusaidia kukapatikana amani, kukapatikana umoja katika kanisa letu la AIPCA. Pia mimi kama kiongozi wa taifa hii, kwa mapenzi ya Mungu na kwa kura zenu, hii nchi nataka iwe ni nchi yenye iko na amani na iko na umoja.
That is my mission. Na mimi naamini yule Mungu alitusaidia tukawa na amani na umoja AIPCA atatusaidia tuwe na amani na umoja katika taifa letu la Kenya. Leo asubuhi kuchelewa kwangu ni kwamba katika ile kupanua serikali, katika kutengeneza umoja wa taifa, tumesema hata wale walikuwa nje tuwalete ndani, wale walikuwa wanajihisi wako kando tuwalete katikati, ndio tutembee pamoja. Leo nimeswear in PSS, mawaziri wengine wa kuunganisha taifa letu la Kenya. Ile maombi mimi naomba kutoka kwenu ni kwamba muniombee na muombee taifa la Kenya, tuwe ni watu wa amani na tuwe na umoja, kwa sababu ndio njia ya pekee ya kuunganisha taifa letu la Kenya na kushughulikia kwa pamoja mambo ya maendeleo ya taifa letu la Kenya. Askofu Mudhuri, wewe ndio kiongozi wetu wa kanisa hii na mimi ni memba wa hii kanisa. Nimesema munisaidie tuunganishe taifa letu la Kenya. Sijui kama mmekubali mtanisaidia kuunganisha taifa letu la Kenya. Mmekubali tuunganishe Kenya? Mtatuombea Kenya iwe moja ndio tuweze kupiga hatua ya kwenda mbele pamoja? That is my mission. Na whatever it takes, mimi kama kiongozi wa taifa hii tafanya bidii niunganishe taifa letu la Kenya na tufanye mambo ambayo yatabadilisha maisha ya wananchi wote wa taifa hii. Nasikizeni, nilisema juzi nikiwa hapa Meru, serikali ya Kenya ni pana. Sio lazima mtu mmoja aondoke ni mwingine apate nafasi. Hapana, sote tunaweza kupata nafasi kwa hii serikali. Na mnaona kila mtu sasa hako hapo ndani. Tuongee tukiwa hapo, maneno namna hiyo, Kenya isonge mbele. So hiyo ndio maombi yangu kwenu, that we unify this country so that, as the Bible tells us, when we become united as a nation, truly God is going to command a blessing upon our nation of Kenya. So tutashirikiana hivyo. Nikimalizia vile governor wetu amesema maneno ya insecurity hapa, ile na kusihi governor, please musitengeneze marungu. Hiyo kazi uniwachie mimi, sasa wacha nishughulike na huyu naibu wangu. Tumeshughulika na hiyo kazi sehemu nyingi. Tulikuwa na matatizo kule Lamu, tumetuliza, mambo imeenda chini. Tulikuwa na matatizo kule Pokot, Turkana, Marakwet na kule tumetuliza. Kulikuwa na maneno kule Samburu, tunashughulikia. Hii yenu ya Meru pia nitaishughulikia, na my deputy atawaeleza vile tutasongesha hiyo mambo yale mengine ya maendeleo. Ni vile governor amesema, just this week tumerelease 1.2 billion ya Meru ya wale contractors wenu wa barabara. Nimesema tutachukua jukumu la kuinua ile hospitali yenu ya Meru pale referral liko chini, tunataka tuinue iwe a proper and I have told the necessary people to come and do the inspection so that we know what to do.
and all the other things ni vile tulikubaliana wakati nilikuwa hapa. Lakini mbali na hayo yote, bado mimi nakumbuka niko na appointment ya leaders wa Meru ambayo nitapanga mwezi huu wa 5. Ndio tukuje tusahihishe mambo yale ambayo yako pale. Na vile vile pia nikubali ya kwamba juzi tulikubaliana pia na viongozi wetu wa Supreme Board hapa ya kwamba nitapanga pia mkutano ya hawa clergy na viongozi wa kanisa hii, wale wengine munitembelee ndio mkuje mupate nafasi ya maombi pale State House. Na mimi nataka tu niwahakikishie, mnajua tunajenga mambo mingi. Mkikuja State House pale mtakuta bado najenga pia. Iko mmesikia kuna ujenzi unaendelea huko. Mimi najenga huko pia. Tunajenga affordable housing. Tunajenga markets. Tunajenga hostels. Tunajenga barabara. Hiyo kazi yote inaendelea. Na mimi nasimamia kusukuma ujenzi. Na wakati tunajenga State House, tunajenga affordable housing, manyumba karibu 150,000, tunajenga markets inafika karibu 200 plus, tunajenga mabarabara kilomita nyingi. Pia hatuwezi kusahau kujenga nyumba ya Mungu. Pia na kanisa tutajenga. Si ndio? Kwani Bishop Mzuri alikuwa amesema nini hapa? Si amesema tutafute nini ya kukamilisha ile ama namna gani? So hiyo pia tutajenga na bidii, na tuombe ruhusa mtu, na hatuna ati tunaomba msamaha, hapana, tutajenga. Sasa mimi nauliza nyinyi, kwani tunaweza kujenga barabara? Ndio huyo mimi najenga sijui hostels, tunajenga markets, tunajenga affordable housing, hata State House mimi najenga, alafu tukose kujenga kanisa? Bana. No. Anyway, tutaendelea namna hiyo. Na kama kutakuwa na kesi, tutaenda mbele ya Mungu kufanya kesi. So otherwise, asante sana. Kuna vile tumekubaliana na hawa viongozi kwa ajili ya ujenzi wa kukamilisha pale Kamulu, na I will work with everybody ndio tumalize hiyo kazi, na pia tuende pale tafute pia headquarters yetu na tuende mbele kwa pamoja. Otherwise mimi nimefurahi sana. Asanteni sana kwa kutukaribisha hapa, na asanteni pia kwa uvumilivu wenu. Najua tumechelewa kidogo kwa sababu ya shughuli ya kazi ya kule, lakini nilikuwa nimeambia hawa maaskofu wetu viongozi kwamba tutachelewa kidogo. Asanteni sana. Murungu abudharime, Mwathani amurathime. Asanteni sana. Ngai wako, Ngai wako,